Kuna muda najiuliza, naumiza kichwa sana kupata majibu yake. Lakini wewe ndugu yangu unayenitazama, na imani utanipa haya majibu ya haya maswali ambayo huwa najiuliza kila siku. Unajua wengi ambao wamezaa, namaanisha watoto wa kike wengi ambao wamezaa, unakuta mtoto wa kike ana watoto wawili, ana mtoto mmoja, ana watoto watatu na ana mume. Unaona? Kila unapomuuliza huyu mtoto huyu baba yake na huyu mtoto yuko wapi? Nakwambia yupo. Ndiyo yupo, tunajua yupo. Yuko wapi? Yupo huko kwake. Sasa mbona uishi naye? Na kwa nini upo kwake? Nilizaa naye tu, lakini ana familia yake huko. Ana familia yake huko wapi? Kwa kama wewe uliingilia mapenzi ya watu, si ndio? Uliingilia mapenzi ya watu? Tunakuuliza. Mimi sikuingilia mapenzi ya watu. Yeye tu alinitaka, wala sikumuita, alikuja mwenyewe. Sasa alikuja mwenyewe wakati ni mume wa mtu tayari. Kama ni mume wa mtu tayari, sasa wewe ulishawishikeje kwenda kumiliki himaya ya watu ambao wanamilikiwa? Alikuja na mzake, nikaona nimzalie, nimpe zawadi, alinifanyia mambo makubwa, lakini alivyoniacha yule mwanaume yule ni mbwa kweli. Amekuwa mbwa leo. Mpaka unamzalia huo mbwa ukuona. Wanawake wananishangaza sana. Kumbe ukipiga tathmini, ukirudi na majibu ya uhalisia, tunaamini kuwa wengi masingo mama wengi wanaosema sina mume. Ukijiuliza kama hauna mume na hujawahi olewa au olewa ukaachika, hao watoto wanazidi kuongezeka, wanatoka wapi kama hauna mume? Kana kwamba nyie kazi yenu ni kuiba waume za watu. Ndio tafsiri sahihi. Kama wanaiba waume za watu. Na sisi wanaume tupo gado. Tutabidi tuwazalishe tu, kwa sababu hatuwezi kuwaoa. Inabidi nikuzalishe, ule familia yako, na mimi nitabaki na familia yangu. Mtoto akikua aende kwa baba. Si ndio? Au nyie ndugu zangu mnasemaje? Mimi simo.